Haleluya wapendwa katika Kristo. Leo tutazungumzia mambo fulani ambayo yanaleta laana kwa maisha ya mwanadamu. Ya kwanza, kwa watu ambao wanafanyizia mabaya wale ambao walikutendea mazuri, unamrushia mabaya. Hiyo inaleta laana katika maisha ya mtu ama ya Mkristo. Wewe kama uko Mkristo, mtu anakufanyizia mazuri, usimrudishie mabaya. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya vibaya kabisa, na hapa laana kabisa, utapata laana na unaweza kupata shida katika maisha yako, kwa sababu unarudishia mtu ambaye alikusaidia, amekutendea mazuri, alikupokea kwake, akakukaribisha kama vile ndugu, lakini wewe sasa unamrushia mabaya. Hapo kabisa ni laana, na hiyo inaleta shida, inaleta laana katika maisha ya mwanadamu. Kitu ya pili ambayo tutazungumzia iko katika kitabu cha Waefeso sura 6 mstari wa 2, ambayo nasema juu ya mtoto kudharau mzazi. Mtoto, wewe baba, wewe mama ambaye unadharau mzazi wako ambaye alikulea miaka mingi katika utoto wako, sasa una mdharau, hiyo inaleta laana katika maisha. Ndugu yangu, hata kama leo umekuwa vizuri, umekuwa tajiri, huenda saa zingine maisha yako iko mazuri, sasa unaanza kudharau yule ambaye alikulea, yule ambaye alikukomalisha, hiyo kabisa inaleta laana katika maisha yako. Ndio kwa maana unakutanika watu wengi sana wamelainiwa, wako wanajiuliza kwa nini wameomba, wengine wanajiuliza kwa nini maisha inakataa. Ni kwa sababu watu wamekuwa na mambo fulani ambayo imewaletea laana bila kujua. Unajua, Mungu anasema tutende mema, tenda mema na uende, na mema yako itakutangulia mahali utaenda. Ndio kwa maana katika maisha ya Kikristo tuendelee kutenda mema. Hata mtu alikufanyia mabaya, umtendee mema, kwa sababu wakati unatenda mema, hiyo mema yako itakutangulia mahali utaenda. Tumeitwa kwa kuangazia watu, tumeitwa kwa kuhubiri watu mazuri, hapana kufanya mabaya. Ndio kwa maana siku ya leo nataka nikwambie ujitahidi sana, uepuke laana katika maisha yako. Epuka laana katika maisha yako, kwa sababu laana ni kitu kibaya. Laana inaharibu pia nafsi. Ndio kwa maana jitahidi sana